inasema kwa tafsiri ya Union Version ambayo ni ya Biblia ulio nayo, inasema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye asishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kulia, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Mstari wa 2 unasema, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wanaojiita mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mstari wa 4 unasema, lakini ina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Mstari wa 6 unasema, lakini unalo jambo hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo mimi pia nayachukia. Mstari wa mwisho wa 7 unasema, yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Ambayo Kristo anayotaka ni yale aliyoyaishi mwenyewe, na wewe upate kuwa mfano kwa yale ambayo aliyoyaishi, udhihirishe ulimwengu yanawezekana. Kwa hivyo katika kanisa hili la Efeso, Yesu anazungumza na Yohana akimwambia aandike mambo anayotaka wayatambue, na anasema haya ndiyo anenayo yeye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ukisoma katika historia na anachokizungumza Yesu hapa, anamwambia Yohana kwamba haya ninayoyanena ni mimi ninayepita katika hayo makanisa 7 ninayoyazungumza. Ninatembea katikati ya kila muumini nikimwangalia, na watumishi waliomo kule nikiangalia yale yanayoendelea katika ile kanisa, kila kanisa. Kwa hivyo haya unayoandika, mimi natembea, Yesu Kristo natembea nikiangalia hawa wanaishi kama ninavyotaka, wanayatenda yale ambayo ninayowaamrisha watende, ama wanatenda kulingana na akili zao. Kwa hivyo akamwambia, andika haya ndio nayo yaona ninapotembea katika kila nyumba ya ibada, nikiangalia kila mmoja anayeintanishwa na jina langu, kwa sababu haya ni makanisa walioonekana wanatembea katika kusudi la Mungu. Ni makanisa, baadhi ya makanisa mengine yakiwemo, lakini haya ni makanisa yalionyesha kwamba Kristo alikuwa anaabudiwa kweli. Ni makanisa yaliyokuwa tayari kutembea katika kusudi la Mungu, na ndipo Yesu Kristo anataka warekebishe ili wengine wajitambue na wapate kuenenda kama Kristo anavyotaka. Kwa hivyo anaposema yeye anapita katika kila mahali, vinara 7 ni hizo na hayo makanisa 7, na anasema kila kanisa mimi napita. Kuna mambo nayo yaona ambayo sijapendezwa nayo, na kuna mambo ninayopendezwa nayo. Kwa hivyo anawaambia kwamba, mstari wa 2 anasema, na yajua matendo yako. Hasemi na yajua matendo yao, hapana, kwa sababu anatembea kwa kila mtu binafsi, anamfahamu kwa undani wake na siri zake anazijua. Kwa hivyo anasema na yajua matendo yako.
na taabu yako unayoipitia naijua, sio kwamba siijui. Anasema na subira yako naitambua, kwamba umekuwa mvumilivu. Ukiendelea nasema, lakini nimejua kwamba hautaki kuchukuliana na watu wabaya ambao wanaotenda mambo yasiyopendwa na Mungu. Wewe nao huyapendi kuyatenda, najua unachukia. Kwa hivyo Kristo anapoangalia anasema, nayajua haya yote, kwamba napokuangalia haya naona kweli na wewe hujaendana nayo. Ninajua jinsi unavyotembea na mimi, ninajua jinsi unavyonitafuta, ninajua jinsi unavyovumilia wakati mgumu, unapokutana na mambo magumu. Ninajua mambo haya sio marahisi, na sio kwamba umeacha kunitafuta. Ninajua unanipenda. Anasema kwa sababu hutaki kuchukuliana na wale wanaotenda mabaya, kwa hivyo umeenda pamoja nami. Ninajua haya yote, sio kwamba siyajui. Anasema lakini pia kwa sababu umeshatembea ukajaribu wanaojiita mitume, wanaojiita manabii, lakini sio. Umeshaona uongo wao. Kwa hivyo haya yote mawazo yako, na pale ulipopita ninatambua njia zote unazopitia. Sio kwamba sijui, sijanyamaza. Lakini sasa tukiingia katika mstari wa 3, anasema tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, na hukuchoka ama hukuacha. Kwa nini kwanza anaanza kumpa yale ambayo anaona kama ni vikwazo kwake, lakini amevishinda? Kwa nini Yesu anaangalia moyo wake? Ama Yesu anaandika katika hili kanisa na anamwandikia kila mmoja ambaye ameitanishwa na jina lake, na anajaribu kuonyesha kile anachokiona kwa kila mmoja. Ni nini anachotanguliza kusema pale? Anamwambia pamoja na yale unayopitia yote, ninajua kuna jambo ambalo sijaelewa, lakini nakuonyesha kwanza yale ambayo ninayoyaona ni ya muhimu kwako. Umeyachukua, umeyahifadhi kama nilivyotamani, lakini uvumilivu pia umekuwa nao. Hila sasa tukiingia katika mstari ambao ni wa muhimu, kwanza anatanguliza kumpa sifa ya kile ambacho anakihitaji, sifa ya kile ambacho yeye mwenyewe akipendi, amekiona kwake. Amemwambia najua matendo yako, taabu yako unayoipitia kwa sababu ya kunikubali na kunishikilia neno langu. Haya yote unayopitia ninayajua. Anampa sifa za uvumilivu, anampa sifa za kuvumilia mateso ya kuonewa na kutajwa vibaya na watu kumkimbia, kwa sababu hataki kuenenda katika watu wabaya, na watu wanamtenga kwa sababu yeye anasimama na msimamo wa kuheshimu kusudi la Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo anamwambia Yohana, andika haya, na yajua hawa watu wanayopitia ni magumu, lakini wameamua kwa ajili ya jina langu kuvumilia mateso haya yote. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukienda kwa leo mstari wa 4, ambapo ndio tunaanza kuongea mambo ambao Mungu anayotaka kuona katika maisha yetu, pamoja tuko katika nyumba za ibada. Lakini anapoangalia ndani, anaangalia uvumilivu, anaangalia matendo magumu ambayo tupitishwa, lakini tunavumilia. Lakini anasema haya yote ni kwa sababu ya jina lake. Ila mstari wa 4 anasema, lakini ninalo jambo moja juu yako, ama ninalo neno kwa ajili yako ambao sijapendezwa nalo. Anasema ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Ninalo neno moja kwako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Pamoja na yale yote amemuinua
moyo wake akajua, anajua njia zake, anajua siri zake, ana uvumilivu, analitukuza jina lake. Lakini anamwambia kuna kitu ambacho sijakiona ambacho ni cha muhimu kwangu. Umeacha upendo wa kwanza. Na hilo ndilo ilimsababisha Yohana kutolewa katikati ya watu wake, ili aende akakae mahali akutane na Yesu amweleze. Wakati Yesu akiwepo duniani, wakati akiongea na wanafunzi, kuna kipindi sura ya 21 akiita, wakati amemuita Petro. Ukisoma wakati alipokuwa akiongea nao, wakati anakaribia kuondoka, aliwaambia kwamba Petro, alimuita Petro, lakini Petro akamuona Yohana anamfuata, akamuuliza Yesu, na huyu mbona natufuata? Akamuuliza, huyu anakuhusu nini? Wewe si ujali ya kwako? Huyu hata nikitaka aishi mpaka nitakaporudi, inakuhusu nini? Lakini kukawa na mnongono kwamba kwamba Yesu alisema Yohana ataishi mpaka Yesu atakaporudi, hata kufa. Kwa hivyo hiyo ikawa ndiyo kanisa la kipindi kile lilipoanza kanisa, wakawa na mnongono kwamba nafikiria Yohana hata kufa. Lakini katika ukweli ni kwamba Yohana sio kwamba hakufa, lakini ni mmoja wapo ambao Yesu alimpenda, alikaa karibu naye, alitamani kuishi kama Yesu alivyotaka. Lakini pia ni mtumwa ambayo ni mmoja wapo wa mtumwa ambaye hakufa kwa kuuawa. Lakini wengine wote waliuawa kwa njia tofauti tofauti. Kuna waliosulubishwa, kuna waliokatwa vichwa, kuna walioburuzwa mpaka wakafa. Lakini yeye hakufa kwa kifo kama hicho. Alikufa kifo cha kulala na kuaga vizuri. Lakini kinachoonekana hapa kwamba Yesu alimtumia huyo akarudi kwake kwa njia ya kumpa mwongozo wa kanisa analolitaka duniani lionekaneje. Akampa mwongozo wa kanisa analolitaka, na likisha kaa kama anavyolitaka, akisha toa ule ujumbe, hampumzishe. Na ndivyo ilivyokuwa baada ya Yohana kupata ujumbe pale katika kiziwa cha Patmo. Kilichoonekana pale, alirudi tena katika nchi yake, maeneo yake ya kanisa, akatoa ujumbe. Na baada ya kutoa ujumbe akiwa na uzee, akawaambia sasa nataka nipumzike, na alipumzika. Lakini kilichokuwa kinatafutwa ni nini? Katika mstari wa 4 anatuambia, ninalo neno juu yako, pamoja na yote mazuri umekuwa ukiyafanya. Lakini umekuwa ukiyafanya ili kudhihirisha yale ambayo ninayoyataka, ila hauyatendi kutokana na kile nilichotaka ndani yako. Umeacha upendo wa kwanza. Pamoja na ibada unahudhuria, pamoja na unaomba, pamoja na unafundisha ukweli, lakini ule upendo wa kwanza si uoni. Kwa hivyo akamwambia mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Na hapo ndipo kanisa lina wakati mgumu. Mtu anakuwa anatenda mambo yale yanayoonekana ni ya muhimu, lakini anasahau kwamba anatenda tu kudhihirisha yale ambayo anayotaka kuonekana. Lakini katika uhalisia wa ndani anatenda kwa pambo la nje. Ndio huwa anasema kwamba wako tayari kusema Bwana Yesu asifiwe, lakini kwa mdomo, lakini kwa ndani amejificha. Kwa ndani Kristo hayumo, upendo wa Kristo haumo. Na hapa ndipo tunapata kanisa ambalo Kristo alitoa mfano wake. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, unasoma
ile mfano wa mbegu ambao zilianguka, zingine kwenye miamba, zingine zikaanguka kwenye njia, zingine zikaanguka kwenye miiba, na zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Hapa anadhihirisha kwamba kanisa litakapokuwa, kuna kanisa litakuwa lipo, linaonekana ni kanisa, lakini linalinganishwa na mbegu iliyoanguka kwenye njia, ambalo ni kanisa linachukua muda tu mfupi wa kufanya yale ambayo inataka watu wapate kuinua sifa, halafu lifanye ya kwake, lakini sio ya kimungu. Kuna wale ambao ni kanisa lakini limesongwa na miiba, linatenda yale ambayo inayotaka kwa muda mfupi. Kanisa linanyanyuka kama mabua ukiwasha moto, na linakuwa na sifa kwa muda mfupi, lakini alitekelezi kusudi la Mungu. Lakini alipokuwa akiongea, kuna kanisa liko mbegu iliyoanguka kwenye miamba, halina mizizi, linatambua kuna Mungu ndio, lakini linatenda kulingana na mifuko ya kila muumini anayeingia pale. Anapata nini mtumishi? Ndicho kitu ambacho kanisa Mungu ni sehemu. Anaongea tu kwa haraka kwa njia ya kupambanua kwamba kanisa Mungu aliyolitaka, lakini kanisa linalozungumzwa hapa ni mbegu iliyoanguka kwenye udongo mzuri likazaa. Na ndio Kristo alitaka kuonyesha kwamba ndio kutakuwa na makanisa ya aina tofauti, lakini mimi kuna kanisa ninalitaka, na hili kanisa ndio nataka lipate kuonekana kwa muonekano mimi naotaka, ambao nakutuma ukapate kuelekeza hao watu ambao ninataka walitukuze na dunia ifahamu kweli yangu. Kwa hivyo ndio sababu anawaambia, ila kwanza anawaambia, pamoja na unaniabudu, pamoja na unatembea katika njia unazozitaka, lakini kuna kitu umepunguza. Ule upendo wako uliokuwa nao wa kwanza siuoni kwako. Kwa hivyo anasema mstari wa 5, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Kitu cha kwanza anamwambia, kumbuka ulipoachia upendo wangu wa kwanza ukatubu, na ukayafanya matendo yale ya kwanza uliyokuwa unayafanya tulipokuwa na ushirika na wewe. Anamaanisha nini Yesu Kristo? Yesu Kristo anamaanisha kwamba katika yote una uwezo wa kufanya lolote lile, lakini hana shida na kuja kanisani kwako. Hana shida kusema Bwana Yesu asifiwe. Anajua sawa, ni mimi nasifiwa ni Mungu. Lakini anapoangalia, anaposema ninalo jambo moja nililo nalo kwa ajili yako, ule upendo wako wa kwanza siuoni. Anamaanisha nini? Anamaanisha kuna mahali umesongwa na vitu, halafu ukaacha kumtafuta kaule moyo wa ndani, ukaamua kuishi kulingana na dunia inapoelekeza. Akasema ule upendo wa kwanza siuoni, ule ushirika niliokuwa nao wa kwanza na wewe siuoni. Kristo hana chochote anachohitaji kwa muumini yoyote, kwa Mkristo yoyote ambaye anamuelewa Kristo, ambaye anayesema ni Mkristo. Hahitaji chochote kingine kando na moyo ulionyoka mweupe, ambao unakimbia na kuacha uovu. Anahitaji ule ushirika wa karibu, ule upendo wa kwanza. Kristo anachotaka kwanza ni upendo. Uwe na ushirika na yeye, uwe na wakati wa kutafuta nafasi ya kukaa pamoja karibu na yeye, usikilize anasema nini, hakusikiliza unasema nini, na halafu muwe na umoja. Lakini kanisa la leo, tukiangalia kanisa ile lilioonywa la Efeso la kwanza, lilikuwa na upungufu wa upendo. Kanisa la leo limekuwa hivyo hivyo, limesongwa.
Sehemu ya kanisa tulilo nalo leo, watu wengi wako tayari wadhihirishe yale yanayotakikana kuonekana kimwili, lakini kiroho hamna. Wako tayari watoke makundi kwa makundi, wahakikishe wamefika katika nyumba za ibada, watoe sadaka, waimbe, wafanye vitendo vyote vinavyohusiana na mambo ya kanisa, lakini mioyo yao ikiwa imefungwa na mambo ya dunia hii. Kristo hayumo, Roho wa Mungu hayumo ndani yao. Hawana ushirika na Kristo hata kidogo. Hao watu wamo tayari watembee katika kusudi lao, lakini sio kusudi la kimungu. Ndio sababu Yesu anasema kwamba ninapoingia nikitembea katika kila kanisa, ninapotembea nikiangalia viongozi, nikiangalia mtu mmoja mmoja, naona nakosa upendo wa kwanza, nakosa ile neema niliyokuwa nimeidhihirisha kwao ya kupokea bure wokovu. Siuoni ukitenda kazi. Ninachoona pale ni watu wameacha kusudi langu na wanatenda yale wanayoyataka, sio yale ninayoyataka. Kwa hivyo anasema, kumbuka ni wapi ulipokosea, halafu rudi utubu. Yesu anachotangalia na kutaka zaidi kwa mwanadamu aliyemuumba, hataki afanye chochote. Anasema ni heri waache kila kitu, wende kae tu, halafu unisikilize, unitafakari, ule ushirika wangu na wewe ndio na uhitaji zaidi, nipate kukuelekeza, sio hela. Yesu Kristo hahitaji hela. Yesu Kristo hahitaji chochote kingine kando na moyo uliotulia na kumtamani, kujua mimi Mungu anataka niishije, Mungu anataka nifanyeje ili nipate kuishi katika kusudi lake. Hataki matendo makubwa. Anachohitaji kwanza ni moyo ulio tayari ili auelekeze cha kufanya. Lakini watu wa leo wanachukua kufanya yale wanayoona wanamsaidia Mungu. Mtu yuko tayari kufanya chochote kile, hafike nyumba ya Mungu, apange viti, hanunue vitambaa, haweke hiki, haweke kile, haseme hapo namtumikia Mungu. Lakini moyoni hafanyi kutoka ndani, anafanya kujionyesha. Lakini Yesu anapopita anasema, umefanya vizuri, sikatai. Umeingia kwenye nyumba yangu, umeipamba, sawa. Lakini moyo wako mbona kuna kitu kimekosekana? Mbona sioni tukiwa na ushirika mimi na wewe kukuelekeza? Mbona haya yote unayofanya ni mazuri lakini unafanya mwenyewe? Yesu anahitaji ule ushirika na mwanadamu. Akikumbuka, anakumbusha Israeli, anawaambia, kumbukeni, niliwapenda, mliponililia nilisikia, na mimi nikashuka nikamtuma mtumishi wangu Musa, akawatoa Misri. Tukawa na ushirika, tukitembea, nikawaongoza, nikawalisha, mkawa na furaha. Mlichohitaji niliwapa, mkaniabudu, nikawavusha katika bahari ya Shamu, mkanitukuza, nikasikia vizuri ule ushirika nilipokuwa pamoja nanyi. Lakini baada ya muda mfupi mkaniacha, mkaanza kukumbuka Misri, mkaacha kuniabudu, mkaanza kuabudu miungu. Kawaambia, ningetamani mngekumbuka nilipowatoa na niliowakusudia. Akawa anawakumbusha, na ndicho anachokifanya leo. Kumbuka ni wapi ulipopokea imani ya kwanza, kusema mimi nimeamua kumpa Yesu maisha yangu, mimi nimeamua kuishi kama Kristo anavyotaka. Anataka ukumbuke hapo. Ni wapi umeacha ule upendo wa kwanza, lakini ibada unahudhuria mahali popote? Kwa nini watu wanakimbizana na mambo ya maombi? Wanakimbizana kwenda kuombea kwa sababu yeye hana muda wa kumpa Mungu. Anataka mtu mwingine abebe kusudi lake, hamsaidie kubeba, yeye aishi tu akule. Yaani anataka mtafunie yeye ameze tu. Wanakimbia kuacha majukumu
yale Kristo aliyotuumbia. Kanisa limerubuniwa, na ndicho kilichomfanya Kristo hashuke kutoka mbinguni. Alipoona mwili wake umeadhibiwa, ama kazi ile aliyotuumbia kuifanya imechukuliwa na mwingine hafanye kwa niaba yetu, akasema hapana, sikuumba mwanadamu atumikishwe. Nilimuumba mwanadamu ili anitumikie yeye mwenyewe. Ndio sababu anashuka kutoka mbinguni, anakuja na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na anasema baada ya kufa, pasia ilipasuka kutoka juu mpaka chini. Wale waliokuwa wanasimama kwa niaba ya wengine wakaambiwa sasa hakuna kwenda kumuombea. Kilichopo ni yeye atambue nafasi yake, haende mbele zangu, haniite, nami nitamsikiliza. Hasihitaji mpatanishi mwingine. Mpatanishi akawa ni Kristo mwenyewe na Mungu kwa mwanadamu. Kwa hivyo Yesu anachosema ni nini? Sihitaji mtu asimame katikati yako na mimi hakuletee mahitaji yako. Wewe una nafasi, ukikaa pamoja nami vizuri, ukakumbuka mimi vile nilipokupenda, ukanipenda, tukawa na ushirika, ukatubu, nikakupokea, ukawa mwanangu. Sasa unaweza kunieleza shida zako. Lakini kwa sababu Wakristo wameamua hawana muda, wanakimbizana na maombezi. Na kwa sababu shetani ameshatambua, dunia imeshachanganyikiwa, ametoa waumini nao hawakajiita viongozi ama manabii, mitume na wale wengine wachungaji ambao wako tayari wasimame kwa niaba ya mtu mwingine, abebe mizigo yake ampelekee Kristo. Na kwa sababu ya kutokujua, kanisa linaendelea kupelekwa korongoni, na watu wako tayari waingizwe korongoni bila kuona, hadi aje kutambua muda umeshapita. Ndivyo kanisa linapoelekezwa. Kwa hivyo Kristo anachofanya ni nini? Anatoa onyo. Anawaonya watu, njia mnazoziendea sijazipenda. Kumbuka ni wapi ulipoacha njia, ukatubu na urudi uyafanye mambo yanayostahili kufanyika. Yesu Kristo anataka ujitambue, utoke katika utumwa wa kutumikishwa. Anatoa onyo katika mstari wa tuliosoma wa 5. Anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye mambo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Mungu sio kwamba haoni yanayoendelea duniani. Alishasema Kristo, akasema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Kumpenda Mungu kutaondoka kwa wengi. Watu watatamani kufanya mambo yao, watu watatamani kuishi maisha wanayotaka kulingana na dunia inavyoelekeza. Wasijue ni mwovu shetani anawaondoa kidogo kidogo katika kusudi la Mungu. Kwa hivyo anasema kama hautatubu ukarejesha yale ya kwanza yaliyopotea kwako, kunipenda, nitaendelea kupita kanisa baada ya kanisa, ama nyumba ya ibada hadi nyumba ya ibada, ama mahali ulipo nyumbani, ama mahali popote ulipo, nikiangalia njia zako zinanipendeza ama zinipendezi kulingana nilivyofundisha kweli yangu. Anasema nitakiondoa kinara kilichoko ndani yako. Kitu cha kwanza anachosema ni nini? Nitaondoa uwepo wangu kuwa pamoja nawe ili utumikie dunia kama unavyotaka. Nitaondoa ile roho yangu ndani yako ya upendo wangu kwako,
ili upate kutumikia huyu adui unayompenda zaidi. Anasema sitaendelea kukaa kwa nyumba ya ibada yoyote ambayo upendo wangu haudhihiriki. Sitaendelea kukaa, nitaondoka. Nitaondoa ile nafsi ile roho yangu ambayo ni ya upendo niliyokupenda, ili uishi maisha unaofikiri ni mazuri. Na kitu ambacho mwanadamu hajui, Kristo anapoondoa uwepo wake ndani ya mtu yoyote, huyo mtu anakuwa mnyama wa mwituni, kama mwituni, simba hivi ambaye hana huruma. Anakuwa mbaya kuliko mtu ambaye hawezi kutambua Mungu yupo ama hayupo, na amepewa nafasi ya kuishi na Mungu huyo ndiye anamfanya anatembea, lakini anajifanya ni kitu ambacho hakipo. Kwa hivyo Yesu anaposema nitaondoa hicho kinara cha kunipenda, nitakuacha uendelee kuangamia duniani, lakini pia anamaanisha pia hana uwezo wa kukuondoa kabisa usionekane, kwa sababu yeye ana mamlaka ya mwanadamu aliyemuumba. Lakini anasema ninapokosa upendo wangu kwa mwanadamu, nasikia vibaya, na mimi naamua kuondoa uwepo wangu, hasiendelee kuishi pamoja nami tena, nisimtambue tena. Ndio sababu anasema, ukisoma katika kitabu cha Zaburi, anasema macho yake anayaelekeza kwa wanaomcha, wanaomtii, wanaotembea katika kusudi lake, lakini uso wake uvicha kwa wote wasiomwamini na wasiompenda. Wakilia hataki kusikiliza, kwa sababu mambo yao ni maovu. Yesu anataka turudi katika kusudi lake. Yesu anasema analo neno kwa ajili yako. Pamoja na kwamba unayachukia matendo maovu, unachukia njia za wale waovu, na yeye anasema anasichukia sana. Mstari wa 6 anasema, lakini unalo neno ili kwamba wayachukia matendo ya Nikolai, ambayo na mimi pia nayachukia. Hawa Nikolai walikuwaje? Kisoma kwenye historia, ni watu au niliosema kwa kifupi tu kwamba walikuwa wako tayari wakusanyike mahali popote, wawaite watu waje wafundishe, na wakifundisha wanauliza watu, una shida gani nikusaidie? Kwa hivyo yuko tayari asimame achukue shida zako, ajifanya anaipeleka, lakini apeleki bure. Ndio manabii waliokuja leo, sio kwamba hawakuepo. Kristo anapoonya hili kanisa walikuwemo. Anawaambia hao watu wanasimama kama ndio wapatanishi wa watu na Mungu. Wamekuwa kama wao ndio wanakuja kusimama kama watumishi, ulete shida zako kwangu, halafu mimi nichukue shida zako nimpelekee Mungu. Lakini kwamba ukileta, sio kwamba unaleta bure. Nitakwambia hii shida ni kubwa, inahitaji 1 2 3 ili usamehewe, natakiwa kufanya 1 2 3. Lakini Kristo alikuja kufanya nini? Ndio swali. Na ndio sababu manabii wanatumia ubongo wa wanadamu kuwadanganya bila kutambua kusudi la Mungu kwa wengine. Na watu kwa sababu hataki kukaa na kujifunza Kristo alifanya nini, wanasahau kufa kwa Kristo ni kukomboa kila mmoja na kumweka huru na kumweka wazi, apate kuwasiliana naye uso kwa uso bila kuhitaji mtu mwingine wa karibu ama wa kando. Yesu Kristo anatosha, hahitaji msaada mwingine wa mtu yeyote kukusaidia. Anahitaji tunapokutanika, nasema tusiache kukutanika kama desturi ya kuja pamoja, kutiana moja na kujengana, kutiana moja na kujengana. Anamaanisha ni tunapokutanika katika nyumba ya ibada, kuna kutiana moyo.
ni wapi ninaona ambao siendi vizuri, nirekebishe. Halafu nimuombe Mungu, na kwa ule umoja tunapokaa pamoja, maombi ya wengi yanasemekana yana nguvu kuliko ya mtu mmoja. Tunapoomba kwa pamoja, umeleta shida yangu, nimeleta ya kwangu, na mimi tunaanza kusema tuombee shida hii, tuombee hii. Kristo anasema kumbe wana umoja. Na sababu wana umoja, natatua hiyo shida kwa haraka. Lakini sio nina shida na ichukua shida yangu na mpelekea huyu anaanza kusema ngoja niipeleke na mimi kwa Mungu. Kwa nini tusije nilete shida yangu halafu tuombe kwa pamoja? Tuibebe kwa pamoja, nikushirikishe, unishirikishe, tuanze kuomba kwa pamoja. Kwa nini unataka mimi huwa tunabeba tu za kama na watu 1000? Okay, nitaishi ama nitakufa kabla sijafikisha hizo shida za watu 1000. Mimi nitaombea za kwangu lini? Lakini tunapokuwa pamoja, tunakuja kwa mkusanyiko kama huu, una shida na mimi nina shida, tunaiweka pamoja, tunamuita Mungu. Kristo anasema pale palipo 2 ama 3 niko katikati yao kwa ajili ya jina langu. Kwa hivyo tunapokutanika pamoja na kumwambia shida zetu, ni rahisi kusichukua. Lakini ninapokuwa na shida na yamua, okay, nina shida, niko nyumbani, mtumishi, nina shida 1 2 3, hebu niombe. Haya, nitakuombea, utatuma tu sadaka yako. Tayari hapo nimeshindwa kutambua nafasi yangu. Nafasi yangu sio kumuita mtumishi alafu mimi nalala ili kesho niamke niwe hela zimeingia sijui nini. Wewe tuma hii sadaka, fanya hivi, utaendelea. Na yeye anaichukua hiyo sadaka yako, anaenda nifanya kafara mahali pengine. Shetani anapeleka shida zako kwako, alafu anakusaidia kile kidogo ulichotoa. Kesho anachukua tena, unafanywa kuwa mtu ambao msukule ambaye anayetumikishwa bila kujua, kwa sababu hujatambua nafasi ni wapi ulipokosea na Kristo alikuja kufanya nini. Hatujaitwa kupeleka shida zetu kwa watu, tumeitwa kupeleka shida zetu kwa Mungu. Lakini tutapelekaje kwa Mungu? Pale tutakapotambua Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Nataka nisome kitabu kimoja cha kabla sijasoma mstari wa mwisho. Tujue kwamba Kristo hahitaji chochote, anachohitaji ni upendo udumu ndani yako. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa mwisho pale, alafu na Korintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza na wa pili. Tutasoma pale, alafu tutakuwa na karibia na mwisho kumalizia. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 31. Tunaanzia pale, alafu tuende mstari wa kwanza na wa pili wa Korintho wa huyo. Mstari wa 31 unasema hivi: jitahidini sana kupata karama zilizoko juu. Zilizokuu. Naomba nisome tena kwa kurudia. Jitahidini sana kupata karama zilizokuu. Nimeweka okay, sawa. Zilizokuu. Na nitawaonyesheni njia iliyo bora zaidi. Mstari wa kwanza na wa pili sura ya 13. Naomba tuanzie hapo uone ninachosema. Paulo anasema, ninaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba ili yao na upato ufumao. Pale nyuma tumesoma, amesema jitahidini kupata karama. Lakini anasema anapokuwa ana uwezo wa kuongea kwa lugha na hizo karama za lugha bila upendo, anakuwa ni kazi bure. Mstari wa pili anasemaje? Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote
na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu. Kristo alipotuumba akatupa utu upya tena baada ya kufa na kufufuka, tukamwamini, hahitaji chochote kando na upendo wetu kwake. Ndio sababu tuna watu anazungumza kwa roho kabisa, kwa dimi kabisa, anatoa fungu la 10, anafanya kila kitu kizuri tunachoweza kukihesabu kama wanadamu, lakini ndani yake kuna kitu kinachoitwa upendo wa kumpenda Kristo kwa ndani, kwa dhati, hakimu. Ndio sababu anasema tena, nijapokuwa na unabii, hata kama utasimama utatoa unabii kwa kila mahali, kila mtu atapokea, na maarifa yote ya kujua mabovu yaliyoko ndani ya binadamu, lakini imani ikaonekana pia unayo imani, lakini upendo hauna, sahau. Ndio sababu Yesu anasema katika Mathayo, sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika uzima wa milele, ama watakaorithi ufalme wa Mungu. Ni rahisi kufuata mikumbo ya dunia tuliomo nayo leo, lakini ni rahisi kupotea pia kwa sababu ya mapokeo. Ila Kristo anasema hivi, mstari wa 7, yeye aliye na sikio na alisikie neno ili ambalo Roho awaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Mungu. Kuwa katika nyumba ya Bwana ni jambo moja, kuyatenda mapenzi ya Mungu ni jambo jingine. Kutembea katika kusudi la Mungu kunahitaji mtu kujikana na kutambua nafasi. Usipotambua nafasi yako katika Mungu, ibada zetu zitakuwa bure. Yesu Kristo kufa kwake kulikamilisha kutokutumikishwa kwa yeyote aliyempa maisha. Yesu Kristo ndiye njia pekee ya kila anayeamini, na hahitaji mbadala mtu amkusimama kwa niaba ya. Ni wapi ulipoachia njia yako ya kwanza, matendo yako ya kwanza, na ukaenda kwa ajili ya kutimiliza tu wajibu wa kwamba niko katika nyumba ya Mungu, lakini kusudi la Mungu ndani yako, moyo wako ndani unajua kwamba bado siko vizuri. Yesu anasema, nayajua mapito nayoyapitia, nayajua makwazo ulio nayo, najua subira ulio nayo. Sio kwamba sijui, lakini rudi pale katika ule upendo wangu wa kwanza, ili nipate kukamilisha pendo langu kwako. Anasema, najua unachukia mambo mabaya mengi, lakini bukusanya ile neema niliyoingiza kwako ya kwanza, ukatubu. Na ukisha tubu, nami nitarejesha upendo wangu kwako. Lakini usipotubu, nitaondoa na ile kidogo ulicho nacho, ili niache kuona shida hii. Ukisoma kule chini katika kanisa lingine ananiambia, sipendi ufuguvugu, sipendi uwe fuguvugu. Amua kuwa either baridi ama moto, nijue nitatembelea wapi. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya neno hili ambao Bwana umetupa.